Bwana Yesu apewe sifa. Kwa majina yangu naitwa Mary Mpacha. Ni mwimbaji wa nyimbo za Injili. Ninampenda Yesu. Ni mwanatimu ya habari njema ya ufalme wa Mungu. Siku ya leo natamani tushare neno dogo sana. Na kichwa cha somo inasema, una maono gani juu ya hao unaowaongoza? Una maono gani juu ya hao unaowaongoza? Yawezekana unaongoza kwaya, ni kiongozi katika kwaya, yawezekana ni mchungaji, yawezekana ni kiongozi yoyote. Una maono gani juu ya hao unaoongoza? Uongozi sio kitu cha kawaida rafiki. Uongozi una vita. Na ukisha kuwa kiongozi, maadui wako nao wanakuwa wengi, tofauti na mtu wa kawaida. Kwa hiyo maadui nao wanaongezeka. Sasa una maono gani? Maana wako watu wanaotamani kukuangusha, kuiharibu sifa yako. Wako watu ambao watafanya kwa ulegevu ili sasa wewe uambiwe kama wewe ndio umetenda, maana inakutokea katika uongozi wa kwako. Sasa una maono gani juu ya hao unaowaongoza? Sasa ukisoma katika kitabu cha Isaya, mahali ambapo tunashtuka sana, anasema Isaya 1:5, anasema, mbona mnataka kupigwa hata sasa, hata mkazidi kuasi? Kichwa chote ni kigonjwa, moyo wote umezimia. Tangu wayo wa mguu hata kichwani hamna uzima ndani yake, bali ni jeraha na machumbuko na vidonda vitokavyo usaha. Havikufungwa, havikusongwa, wala havikulainishwa kwa mafuta. Anaposema tangu wayo wa mguu hata kichwa ni gonjwa, maanake hakuna uzima ndani yake. Kwa nini anasema vile? Maanake unaweza ukawa kiongozi, usiwe na maono yote juu hao unaoongoza, ukafurahia uongozi wako, lakini iko fimbo ya Mungu. Baadaye utaulizwa kwamba nilikuthamini, nilikuchagua kuwa kiongozi. Ujue kwamba wewe unayejiita kiongozi au ulioitwa kiongozi, au mimi ninayesema kiongozi, ni Bwana amekuacha kwenye nafasi hiyo. Si jambo rahisi. Mungu amekuacha kwenye nafasi hiyo akiwa na kusudi na wewe kabisa, kwamba huyu ninamwacha kwa kusudi kabisa. Awe kiongozi mbaya, awe kiongozi mzuri, Mungu anamwacha kwa kusudi kabisa. Kwa kusudi kabisa. Sasa una maono gani? Huyo anasema kwamba kichwa chote kigonjwa, tangu wayo wa mguu hata ndani mpaka na moyo hakuna uzima ndani yake, wote hali ni mbaya. Kwa nini anazungumza hivyo? Maanake anaona huyu mtu, yani tayari ndani yake ameshachoka, na alichoka atakupa yale ambaye yaliyoko. Mtu anakupa kitu ambacho kiko ndani yake, sio? Kwa hiyo kama amechoka nakupa uchoko wake. Yaani kama amekata tamaa nakupa ile kukata tamaa kwake. Utakapomuuliza atakwambia bana, si watu hawa kwanza hawataki kwenda, watu hawa nawaambia tukae kikao hawataki kukaa. Kwa nini? Yeye amechoka. Una maono gani juu ya hao unaowaongoza? Haleluya. Mpendwa, una maono gani juu ya hao ambao Bwana amekupa kuwa chini yako, ambao Bwana amekupa ili waongoze, na lengo la Mungu wafikishe mahali pale panapostahili. Sio uangushe, sio wapoteze. Lengo la Mungu wafikishe pale panapostahili. Na ndio maana ninakuuliza, una maono gani juu ya hao unaoongoza? Je, umewahi kufunga kwa ajili yao? Je, umewahi kuomba kwa ajili yao? Unaweza kusema mimi sio kiongozi. Kila mtu kiongozi. Katika familia wewe ni kiongozi. Yawezekana wewe ni baba, wewe ni kiongozi wa familia ya kwako. Yawezekana wewe ni mama, wewe ni kiongozi wa watoto wako. Yawezekana wewe ni kiongozi wa jumuiya. Yawezekana ni mwalimu wa shule. Unasema kwanza sio kiongozi. Wewe ni kiongozi. Kuna watoto wanaosikia sauti yako, wanaotamani kusikia kutoka kwako ukiambia wewe fanya hivi. Wewe ni kiongozi. Una maono gani? Una maono gani kwa hao unaoongoza? Je, unaona tu ni wao ni wa burutwa? Je, unaona kwamba wao ni wa pajua tu, kushurutishwa tu, kuamrishwa tu? No. Una maono gani juu ya hao unaoongoza?